anasa za dunia. Na taka twende moja kwa moja tuangalie kifungu cha Biblia ambacho tunakwenda ndio msingi wetu katika ibada hii. Ni Ufunuo sura ile ya 3, na tutakwenda kusoma ule mstari wa 1 mpaka mstari wa 6. Kitabu chetu ni Ufunuo sura ya 3, mstari wa 1 mpaka mstari wa 6. Basi nitaomba mtumishi wa Mungu mchungaji Melkiad asome Ufunuo 3. Ufunuo 3 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 6. Biblia inasema, ndio: na kwa malaika wa kanisa liloko Sardi andika. Kwa malaika wa kanisa liloko Sardi andika, kukesha ili kusudi uimarishe mambo yaliyosalia kwako, yanayotaka kufa, yale mambo ambayo yanataka kufa. Maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wako. Sijaona matendo yako yamekamilika mbele yako, mbele za Mungu. Basi kumbuka jinsi ulivyopokea. Sasa anasema kumbuka jinsi ulivyopokea, kumbuka ulivyoanza, na jinsi ulivyosikia, na jinsi ambavyo umekuwa msikivu, umesikia. Yashike hayo na kutubu. Alafu yashike hayo, alafu ukatubu. Walakini usipokesha, nitakuja kama mwivi. Au usipotubu, nitakuja kwako kama mwivi au mwizi. Wala hutaijua saa nitakayokuja kwako. Wala hutaijua saa wala muda nitakaokuja kwako. Lakini unayo majina machache katika Sardi. Lakini katika Sardi unayo majina machache. Watu wasiotia mavazi yao uchafu. Watu ambao hawajatia mavazi yao uchafu. Nao watakwenda pamoja nami hali wamevaa mavazi meupe. Hao watakwenda na mimi kule ninakokwenda, kwenye ufalme wa mbinguni, pamoja na mimi, lakini watakuwa wamevaa mavazi yaliyo meupe safi. Kwa kuwa wamestahili. Yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe. Yule atakayeshinda ndiye atakayevishwa mavazi hayo meupe. Wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima, nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele za malaika zake. Wala sitalifuta jina lake kwenye kitabu cha uzima na mbele za Mungu Baba, na nitamkiri kabisa mbele za Mungu Baba. Jina la Bwana libarikiwe. Haya ni maneno ambayo tunajifunza leo. Ndiyo, mstari wa ngapi? Mstari wa 6. Yeye aliye sikio na alisikia neno hili. Yeye ambaye ana sikio katika asubuhi ya leo na alisikie neno hili, ambayo Roho anayaambia makanisa. Sasa kanisa ni nani? Mara nyingi tumejifunza hapa kwamba kanisa sio jengo hili. Amen? Sio jengo hili. Makanisa yanayozungumzwa hapa neno linazungumza juu ya mwanadamu. Yaani mimi hapa ni kanisa, wewe ni kanisa, mwanamke au mwanamume, wewe ni kanisa la nani? La Mungu. Sasa mambo haya yameandikwa kwa ajili yako. Sasa kichwa cha somo letu kisikuangaishe sana, lakini kujitenga na anasa za dunia. Toka tumeingia Christmas, na baadaye tumeingia katika mwaka mpya, na hapa zimepita Jumapili, tumepita Jumatano, Ijumaa, nimekuwa nikifundisha ndani ya kanisa.
Nilifundisha kwanza upendo wa Mungu, alivyoupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili aje hapa duniani na watu wapate kumwamini. Na tukazungumza katika masomo yetu kwamba amekuja ili watu wamwamini, na mtu akimwamini apate kuokoka, apate uzima wa milele, na asiyemwamini amekwisha kufa au amekwisha kuhukumiwa. Kwa hiyo tukajifunza toka katika kipindi hicho ujio wa Bwana Yesu duniani. Alikuja kumtafuta mwanadamu, mwanadamu akimwamini awe na uzima wa milele, na asipomwamini basi kuna kitu nafikiri hapa karibuni pia nimefundisha, uyajue ya mbeleni au hukumu ambayo iko mbele yako, ujue hukumu. Kwa hiyo kuna hukumu ambayo iko mbele. Kwa wale ambao tumejaribu kujifunza, wamekuwa makini wakija kwenye ibada siku ya Jumatano, siku ya Ijumaa, kuna mafundisho ambayo Roho wa Mungu amenipa kwa ajili yako, kukujenga, kukutia moyo au kukuonya na kuweza kukumbusha ya kwamba mtu wa Mungu unakoelekea, je, katika safari yako unakwenda sawa au unakwenda vibaya? Kwa hiyo tunaona watu wamemwamini, na hata huko nyuma walimwamini. Hata leo tunamshukuru ndugu yetu mmoja, kijana amekuja hapa, sijui kutoka Kirumba au ni sehemu gani, Kirumba, anasema amekuja kumwamini Yesu. Na Mungu akubariki sana kijana kwa kumpokea Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako. Lakini sasa tunataka kuangalia, si kwamba basi umekwisha kukata shauri au umeokoka au umemkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako yatosha. Hapana, tunahitaji ya kwamba mtu anapomwamini Yesu Kristo kama Bwana, tunahitaji kuona kwamba huyu mtu anajitunza, anajilinda, na hatimaye kusudi la Bwana litimie, Yesu awe na watu watakaoingia katika ufalme nani? Wa mbinguni. Bwana pewe sifa. Kazi ya Yesu hapa duniani, baada ya kumaliza, akafa msalabani, akazikwa, siku ya tatu akafufuka. Baada ya hapo akawaambia wanafunzi wake ya kwamba twendeni katika ule mlima wa Mzeituni. Hapo ndipo ambapo Kristo alikopaa akaenda kwa Baba. Lakini kabla hajaenda akawaambia, na kwenda kuwaandalia makao, na kwenda kuwaandalia makao. Lakini huko nako kwenda, bado nitakapofika, bado namuomba Baba awape msaidizi mwingine, yani ujio wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Kristo alipoondoka, kanisa likapokea kipawa au likapokea Roho Mtakatifu kutoka kwa Mungu. Mungu yuko katika nafsi tatu. Yuko Mungu Baba, yuko Mungu Mwana. Kama hapa nilivyo mwanadamu, unaposema mtu niko hai, niko hapa nimesimama mbele yako, huyu mtu nimegawanyika hapa katika nafsi ngapi? Tatu. Naomba uondoe yale mawazo kwamba huyu Roho Mtakatifu ni Mungu mwingine, na alafu Mwana ni Roho ni mwingine, na huyu Jehova ni mwingine. Ni Mungu mmoja, lakini yuko katika nafsi tatu. Ana utendaji wake ni ule ule usiobadilika. Kwa hiyo niko hapa katika roho na niko katika mwili, unaniona katika mwili, alafu kuna kitu kinaitwa nafsi ndani ya roho, ndani nafsi yako. Waweza mtu ukawa hai, yani mwili huu ukawa hai, watu wanakuona uko hai, lakini katika mambo ya kiroho nafsi imefanya nini? Imekufa. Kwa nini imekufa? Sasa nataka tuangalie. Watu wengi wako leo makanisani, mchungaji anapowaangalia, wazee wa kanisa wanapowatazama, wapendwa wanapoangaliana fulani amekuja, kweli umekuja kuabudu, umekuja mahali hapa, upo, lakini inawezekana ipo maiti.
Yaani watu wengi wanakwenda leo makanisani lakini wamekufa. Nafsi zao zimekufa, ila mili yao wako hai. Nataka uangalie tuone na somo letu Ufunuo jinsi ambavyo Mungu alivyokuwa anaangalia makanisa haya 7, na kisha anamwambia Yohana andika. Wao kila kanisa liliandikwa, na hapa tunasoma habari ya kanisa la Sardi. Mungu anatazamaje toka mbinguni? Anakuonaje toka mbinguni? Je, wewe ni mtu ambaye upo tu unayekwenda kanisani, wakwenda kanisani lakini nafsi imekufa? Una jina liko hai, unaitwa Esther, unaitwa John, unaitwa Yakobo, lakini ndani umekwisha kufa, hauko hai. Hiki ndicho ambacho kibaya cha kutisha, ambapo wapendwa, nataka kukuambia ya kwamba hebu tengeneza mambo yako, maisha yako na Mungu wako, kurudi kuja kulichukua kanisa lake. Lakini je, nani atakutwa yuko hai? Nani atakutwa mzima? Nani atakutwa amejitenga na anasa za dunia? Nani atakutwa yuko hai, yu mzima? Nani atakayempokea Kristo? Sikiliza mpendwa, leo watu wapo wanaabudu, lakini wana majina yaliyo hai, wanaonekana katika miili yao wako hai, lakini roho zao wamekufa, nafsi zao wamekufa. Wakati zinatembea katika dunia, lakini hawajui ya kwamba Mungu amewapa nafasi ya kutengeneza mambo yao. Iko saa inatimia, na hiyo saa ikitimia, hakika tarumbeta itapigwa, wafu watafufuka, na walio hai, wale ambao wamekufa katika Kristo na walio hai wataungana, nao watakwenda kumlaki mwana wa Mungu aliye hai. Waliokufa katika dhambi, waliokufa kwa ajili ya anasa, waliokufa kwa njia zilizo mbaya, watabakia huko kuzimu, watabakia katika majeneza, katika huko makaburi, watabakia huko. Lakini walio hai watafufuka. Unajua kuna watu ambao wako makaburini lakini wako hai. Haleluya! Wako makaburini, wako hai. Heri yule mtu afae katika Kristo Yesu tangu sasa apate kumzika. Wako wanapumzika, wanasubiri ile siku ya Bwana itapotimia. Hao wanaume, hao wanawake, hao mabinti, hao watoto. Juzi nimekwenda kuzika, mama yule ameeleza hapa, nimekwenda kuzika katoto kadogo tu, kamemaliza mwendo. Nikawaambia watu ya kwamba huyu ana dhambi gani? Hana dhambi yote. Kuna kitu gani anashtakiwa? Wewe umeshtakiwa ni mturutumbi. Wewe umeshtakiwa umeingilia nyumba za watu. Wewe umeingilia mke wa watu, umeingilia mume wa watu. Wewe maisha yako ni mabaya, hayampendezi Mungu. Mungu anapotazama toka mbinguni, Bwana alipokuwa anatazama, anaangalia toka mbinguni, ameona watu wameacha kweli, wameacha sheria ya Bwana, wameacha maagizo yake, wameacha maisha ya kiroho, wanakwenda katika njia zao. Mungu anatazama, anaangalia, anamwambia hapa, anamtuma malaika, nenda kamwambie Yohana andika mambo haya ambayo yameandikwa hapa. Na Mungu anakujua, anakujua sana. Mungu anakujua mama, Mungu anakujua baba, Mungu anakujua binti. Hata ujifiche wapi? Ujifiche wapi? Biblia inasema Yona akajificha, akaingia kwenye merekebu, akaingia ndani chini. Lakini tazama, mambo yalikuwa ni mabaya. Hatimaye ndipo rubani yule nahodha alipokwenda kwa, akasema sisi tunahangaika, lakini Yona, kwa nini mwenzetu umelala huku umejificha? Ndipo hapo Yona
alipozungumza, nimejificha kwa ajili ya Bwana, nimecha. Nilipoona akaulizwa, wewe ni nani? Akaulizwa maswali. Utaulizwa baba, utaulizwa mama. Sikuwa mimi niliokoka wapi? Furahisha. Wewe uliokoka wapi? Niliokoka Nyakabungu, walikuwa nahubiri. Ndugu pala taulizwa, uliokoka vipi? Nilikuwa napita labda kwenye kanisa la mahali pale, nikasikia wanahubiri, vyombo vinapigwa, nami nikaingia. Mungu anasema vema, kila kitu anaweka, anasema sawa, unachozungumza ni sawa. Wakamuuliza Yona, hebu tuambie Yona, wewe ni nani? Akajieleza, ukisoma habari zile. Kwa hiyo sasa tukufanyeje ili tuwe sisi salama? Akasema, mnitupe bahari, mnitupe bahari. Lakini lake lilikuwa sasa nife, lakini anataka aepuke tu ya kwamba siende kumtumikia Mungu. Tumika kwa Bwana, fanya kazi ya Bwana. Wamama, fanyeni kazi ya Bwana. Mabinti na wababa na vijana, fanyeni kazi ya Bwana. Huu ndio wakati, fika wakati. Juzi nilikuwa namtembelea mzee mmoja, nilipofika nyumbani mwake, anataka kuamka lakini vazi hana, yuko uchi. Ananiambia, baba mchungaji, na anataka lazimishe kuja tu sebuleni akiwa uchi. Lakini kamwambia, hapana, kama nataka kuja, subiri kwanza waji wa kutengeneze. Iko saa itafika, hutavaa suruali hizo unazozishusha, hutavaa koti, hutavaa gauni, hutavaa hiyo kitu, hutavaa. Wakati unakuja utakuwa ni wakati wa hukumu. Sikiliza sasa mpendwa, kanisa la Bwana, watu wa Mungu, Mungu anakujua. Una jina lililo hai, lakini umekufa nafsi mwako. Bwana anasemaje katika kitabu hiki cha Ufunuo? Tengeneza mambo yaliyobakia. Mungu ametupa nafasi. Baba, tengeneza mambo yaliyobakia. Anakujua umekufa, lakini kuna mambo yaliyosalia. Hii ni baraka ya Mungu. Mungu anataka kwa kike kilichobakia, ukitengeneza maisha yako, ukapatana na Mungu, Mungu atakusamehe. Huyu Mungu anamwambia Kaini, Kaini, kama ukitubu, je, hutasamehewa? Kila mahali Mungu anazungumza, mwanangu, kama ukitubu, hitaweza kukusamehe, kukufutia dhambi zako na maovu yako na maisha yako mabaya. Lakini kama hutatubu, ndugu, nataka kwenda kuangamia, utakwenda kuishia katika mahali pabaya. Kwa hiyo kanisa la Bwana, tengeneza, tujitenge na anasa. Anasa ni nini? Napozungumza anasa, kama unaandika katika fungu la dhambi, moja ya dhambi ni anasa. Ni anasa. Kuna mambo mengi ambayo yako humo ndani. Lakini kwa mfano, hebu tusikilize, tusome andiko hili kidogo. Nimwombe mchungaji asome andiko hili. Luka sura ya 16 na mstari wa 19, anzia hapo. Sikiliza habari za watu fulani wawili. Sikiliza neno la Mungu nasemaje. Luka sura ya 16 kuanzia mstari wa 19. Ndio Biblia inasema, akasema, alikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau. Anasa, unaweza kuvaa mavazi ya anasa na kitani safi. Kitani safi. Na kula siku zote kwa anasa. Alikuwa anakula kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro. Lakini maskini mmoja Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi. Anakwenda anawekwa pale mlangoni, alafu ana mavidonda mengi katika mwili. Naye alikuwa akitamani kujishibisha kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hana mahali, lakini anatamani ingalau yani ale makombo ya chakula. Hata mbwa wakaja wakamlamba vidonda vyake. Mbwa nao walikuwa nafuata yale makombo, lakini naye mtu wa Mungu naye anafuata yale makombo, wakashirikiana wakawa marafiki. Ikawa yule maskini alikufa. Maskini alikufa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Akachukuliwa na malaika mpaka kifuani mwa nani? Mwa Ibrahimu.
Yule tajiri naye akafa. Tajiri naye akafa, aliyekuwa anakula kwa nini? Kwa nasa. Akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso. Naye akachukuliwa yule tajiri akapelekwa kuzimu. Na kule kuzimu alipofika kuzinduka, alipambana na nini? Na mateso. Akamwona Ibrahimu kwa mbali. Ibrahimu kwa mbali. Na Lazaro kifuani mwake. Alipotazama chungulia vizuri, akamwona Lazaro kifuani. Akalia akasema, baba Ibrahimu, nihurumie. Kicheko kimekwisha, ile furaha imekwisha, kula kwa nasa kumekwisha. Akapiga kelele, akalia. Huko ni kilio na kusaga meno. Akalia kwa sauti, baba Ibrahimu. Anazungumza nini? Nihurumie. Mtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini. Mtume Lazaro anatamani maji ya nini? Ya kidole. Kwenye uingize hivi, alafu taona lile tone lile. Anatamani hata tone halipati kule kuzimu. Mtume alete. Auburudishe ulimi wangu. Kwa sababu nateswa katika moto huu. Ibrahimu akamwambia, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe ulioyapokea mambo mema yako katika maisha yako. Baba au mama, binti au kijana, kumbuka wakati wa starehe zako umepokea sawasawa na kile ulichokuwa unakipanda. Na Lazaro vivyo hivyo. Na Lazaro naye hivyo alipata mabaya. Na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa, na wewe anafarijiwa, anatiwa moyo. Lazaro anatiwa moyo, lakini wewe unaumizwa. Kwa nini hayo? Ndio kati yetu sisi na ninyi. Hapa katikati yetu sisi na nyinyi umewekwa shimo kubwa. Kuna shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze. Wanaotaka kutoka huku, nisikilize nyinyi mnaokwenda na zile sara za wale mapadri, toka huku, kwamba umetenda dhambi, umekwenda na anasa, alafu unaomba sara za kutoka huko kwenda huku, na kutaarifu mapema hazipo. Watu naona hawasemi amen. Sikiliza, hakuna sara, hakuna maombi ya kukutoa huku kwenda huku. Naomba usikilize ujumbe huu ufike. Inawezekana labda ndio hapo mwisho namaliza kuhubiri. Akaambiwa hivi. Hakuna. Abrahamu anaendelea anazungumza nini? Endelea. Wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Watu wa kwenu hao walioko huko tawakuta huko, wako huko toka mwanzo wa shetani. Alitupwa huko na yuko huko, na utakutana huko na wale wapenzi, sijui wapendwa, sijui washikaji, huko. Lakini hawana nafasi ya kutoka huko kuja wapi? Kuja huku mbinguni. Haipo. Kwa nini? Sikiliza. Akasema, basi baba, ndio nakuomba umtume nyumbani kwa baba yangu. Wende ukamtume basi aende nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu watano, ili awashuhudie, awaambie wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Ibrahimu akasema, wanao Musa na manabii. Huko kuna Musa na manabii ambao Mungu amewaweka huko, wawasikilize wao. Akasema, la baba Ibrahimu, lakini kama akiwaendea mtu atokaye wafu. Kama mtu atatoka kuzimu. Juzi nilizungumza hapa, sijui ilikuwa ni Ijumaa au Juma ngapi, nikasema hakuna mtu aliyetoka kuzimu anakuja kuhubiri hapa habari za kuzimu. Ni uongo. Hayupo. Ndio watatubu. Akamwambia, wasipowasikia Musa na manabii, hawatashawishiwa hata mtu
akifufuka kutoka kwa wafu. Hawataweza kuambiwa na mtu yoyote, wala mtu yoyote hawezi kuwashawishi kwamba ndivyo ilivyokuwa. Bwana apewe sifa. Mtu wa Mungu, acha anasa. Anasa ni mbaya. Anasa, hapa ninapozungumza nasa, ni ile hali au ni vile vitendo vya mtu kufanya, unafanya kwa starehe zako, na unafanya kama mtu mpumbavu, na unafanya kama mtu ambaye hamheshimu Mungu, unafanya kama mtu ambaye hamjali Mungu wake, unafanya vitu ambavyo havimbariki Mungu wako. Anasa. Kuna watu wanakula kwa anasa. Niwahi kuona mwaka mmoja, mtu mmoja alikuwa ni mtu mkubwa tu serikalini, ana kitengo kizuri, amewekwa mahali pale. Sasa kwa ajili ya tamaa na mambo ya anasa, sijui ilikuwa ni juma ngapi nizungumza hapa, yule mtu anakwenda kwenye baa, ananunua bia, zinaletwa kama ni 5, zinawekwa mahali pale, lakini atakunywa nusu ya bia alafu anaiacha. Sijui waiter sijui nani, haya njoo, anakuja anafungua nyingine ya pili, ile nyingine imeachwa. Kama ni sigara inavutwa, ikifika nusu anatupa, anaweka hapo. Na nimeshaona huko nyuma, nilifanya hiyo research, paka akibakiza kakipande hako kanusu, yani kuna watu wengine wako radhi kabisa, anakimbia anakwenda anafanya nini, anachukua kile kipande, kwa hiyo anakula kwa nasa. Ndivyo maisha yalivyo. Kuna watu wanakula chakula wanacho Mungu amewapa, hawakumbuki masikini, hawakumbuki majirani, lakini yuko radhi. Ngoja asubuhi uende utakuta maugali yamemwagwa wapi? Kwenye pipa la uchafu, mwagwa mahali pale. Lakini jirani yake hana kitu. Masikini hana kitu. Lazaro anatamani ingalau ale pamoja, ashirikiane na mba wale yale mabaki. Kuna watu hivyo walivyo. Kuna watu wanavaa vizuri, wana vitenge vimerundikana, labda kwenye kabati au kwenye shelf au mahali popote wewe unajua mwenyewe, lakini vimerundikana. Haangalii mama mwenzake ambaye hana kitenge, na mwingine anakuja kimeshonwa. Mwe na macho, tazama mbele. Hata wababa vazi unabadilisha, lakini angalia, anza kufanya research. Wanavaa shati wababa mpaka yani limekaa, kwa sababu ya nini? Ile kutu imekula, jasho limekula. Maana ndio hivyo, asubuhi mpaka jioni, akirudi nyumbani anaingia bafuni, anafua, akisha kumaliza anakausha, halina pasi. Maisha ni magumu. Kwa watu wanakwenda wanakula mpaka anabebwa kwenye baa, anabebwa anapelekwa mahali fulani, anakwenda wanamrudisha nyumbani, na mwingine mpaka wanamsachi, anakurudi nyumbani mshahara aliyokuwa nao wote umekwisha. Mama anaanza kulia na watoto wanalia, hawana nguo, hawana kitu chochote. Hayo ni maisha ya anasa. Unakwenda kufanya vitu ambavyo havimbariki Mungu. Watu wanakula kwa nasa, lakini ukiwaambia shilingi 50 kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Mungu, anaona si kitu, lakini achana naye. Amefanya nini? Wanazungumza yani vitu vya ajabu. Lakini saka shilingi 50 ameshindwa kumtumikia nani? Mungu. Watu waliangalia nyumba ya Mungu wakaiacha na kuiweka pembeni. Hebu sikiliza baba, huu ni wakati wa kutengeneza. Tengeneza maisha yako na Mungu. Acha nasa. Mkumbuke Mungu.
wakumbuke wajane, wakumbuke yatima, wakumbuke wenye shida mbalimbali, wakumbuke majirani zako, wapende, jitoe kwa ajili yao. Ukimwona na upungufu, fanya, na Mungu atakubariki katika hali hiyo. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini kuna watu wanakula, wanalewa, hawajali kabisa, hawajui tena. Kiambia ponda mali, kifo chaja. Wanajua kifo kipo na watakufa, lakini kwanza waponde mali kwanza. Ponda mali na Kristo, ponda mali na Mungu wako, ponda mali na kazi ya Bwana. Jiwekea hazina yako wapi? Mbinguni. Utaikuta. Roho hiyo itatoka, lakini je, hiyo roho itakwenda wapi mama? Itakwenda wapi? Wakisema 50 unashindwa. Lakini ukiangalia nywele za binti yangu kama huyo hapo binti hapo, shilingi 50 hapo, ukiuliza ngapi? Lakini 50 ya kuiandaa kuja kanisani hamna kwa ajili ya Bwana. Hiyo ni anasa. Katika mambo yako mshirikishe Mungu. Tenda kazi na Mungu wako. Kula pamoja na Mungu, salehe pamoja na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Mtumikia Bwana, achana na anasa. Anasa ni mambo ambayo mtu anayafanya yani hamshirikishi Mungu. Mungu hayumo. Tumesoma hapa habari za tajiri na Lazaro. Neno la Mungu asema kuna watu wana majina yako hai, lakini nafsini mwao wamekufa. Sasa asubuhi ya leo nilikuwa na mambo mengi ya kuzungumza na wewe, lakini neno la Mungu linatuonya, linatuasa. Tengeneza mambo na Mungu wako. Twende. Neno la Mungu lasemaje? Tuangalie katika kitabu cha Yuda ile sura ya kwanza na mstari kuanzia wa 5. Sikiliza kwa makini. Karibu msomaji. Yuda sura ile ya kwanza na mstari wa 5. Biblia inasema, twende. Tena napenda kuwakumbusha. Ijapokuwa mmekwisha kujua haya yote. Sio kwamba hamyajui, mnayajua mambo haya, lakini nawakumbusha ya kwamba Bwana akiisha kuokoa watu katika nchi ya Misri, alipokwisha kuokoa watu kule Misri, wana wa Israeli, aliwaangamiza baadaye wale wasioamini. Endelea. Mstari wa 6. Na malaika wasailinda enzi yao wenyewe. Kulikuwa na malaika ambao hawakulinda mambo ya Mungu. Angalia wewe mwanadamu, yuko malaika aliyemwona Mungu, aliyekaa na Mungu, na alifanya uzembe. Malaika akifanya uzembe hana nafasi ya ufalme wa mbinguni. Walikamatwa wakatupwa kuzimu. Lakini wakayaacha makao yao yaliyowahusu. Wakaacha makao yao na enzi yao iliyowahusu. Amewaweka katika vifungo vya milele. Wamewekwa huko malaika wazuri, walembo, wenye nguvu, wenye nini, waliokuwa karibu na Mungu wao, lakini kwa sababu ya kutenda yale maovu, kwa sababu ya kutojali, wakaendelea na anasa za mambo mengine. Mungu akawakamata, akawaweka katika kifungu, wanasubiri mpaka siku ya hukumu. Je, wewe kama malaika kwa sababu ya kutokujali anazembea, amewekwa katika mahali afanye utumishi wa Mungu, lakini anafanya kilicho kinyume. Mungu alikamata, weka kwenye gereza la milele, anasubiri. Ndio maana inaitwa Jehanamu. Je, wewe baba au mama ambaye hulindi, hujitunzi? Nashukuru mtu mmoja alishuhudia hapa, linda sana wokovu wako. Na wiki Jumapili iliyopita hapa tulikuwa na neno simama imara, uwe na wokovu tele.
na hekima na maarifa na kumcha Bwana ndio akiba yako. Tulijifunza hapa. Kwa hiyo mtu wa Mungu, linda sana wokovu wako. Usipoulinda wokovu wako ukastarehe kama malaika hao. Malaika walifika wadanganyika, baadhi ya malaika wakadanganyika, wakafanya starehe, wakala na kufanya mambo kwa nasa, wamekamatwa, wako kwenye kifungo. Je, wewe kama malaika amefanyiwa hivyo, wewe mwanadamu? Jifunze. Endelea na mstari huo. Chini ya giza kwa hukumu ya siku ile kuu. Wanasubiri siku ile kwenye giza, siku ya hukumu kuu. Kama vile Sodoma na Gomora na miji iliyokuwa kando kando. Kama vile Sodoma na Gomora na miji iliyokuwa kando kando. Waliofuata uasherati kwa jinsi moja. Wakafuata uasherati kwa jinsi nyingine. Wakaenda kufuata mambo ya mwili yasiyo ya asili. Unajua Sodoma na Gomora waliteketezwa kwa nini? Walianza anasa za kulawitiana. Wakaanza umashoga, ambazo leo watu wanaona hii ni starehe. Wanaona starehe. Kuwa shoga wanaona ni starehe. Wanaona ni starehe. Lakini Mungu akaadhibu Sodoma na Gomora walipoacha matumizi, wakaacha mambo yaliyokuwa yanatakiwa kuyafanya ya maadili ya kimungu. Mungu akawatia adhabu. Imewekwa kuwa dalili. Hiyo ni dalili, wapendwa, wakiadhibiwa katika moto wa milele. Kwa ajili ya moto wa milele. Kadhalika na hao katika kuota kwao huutia mwili uchafu. Kuna watu wana ndoto, wanaota wanaota bwana wanafanya mapenzi, wanaota wanakunywa, wanaota wanafanya vitu vya ajabu na nini. Ndivyo ambavyo watu hawa. Unajua kuna watu wengine hawana muda wa maombi, hawana muda wa kukesha, hawana muda wa mambo ya kimungu. Mwisho wake shetani anakuja analeta ndoto za kijinga tu. Za kijinga tu. Akitoka kwenye zile ndoto, anaibeba ndoto jinsi ilivyo nzima, anakwenda kuifanyia kazi, biashara. Unaota ukiwa maraya, halafu unakwenda kwenye maraya. Unaota ukiwa muhuni, unafanya uhuni mtaa, labda Uhuru au Mwanza unafanya uhuni, na kweli unaamka unakwenda kufanya uhuni. Ndugu, ujue kwamba unakwenda kujiishia mahali pabaya. Ndivyo walivyofanywa watu wale. Sema hukataa kutawaliwa. Walikataa kutawaliwa na kuyatukana matukufu. Wakaanza kutukana kanisa, wakakutukana mambo ya Mungu. Lakini Mikaeli malaika mkuu aliposhindana na Ibilisi na kuhojiana naye kwa ajili ya mwili wa Musa, hakuthubutu kumshtaki kwa kumlaumu. Ndio, bali alisema Bwana na akukemee. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana na akukemee. Kwa hiyo mpendwa, mtu wa Mungu, tengeneza mambo yako na Mungu. Hebu tushuke tuangalie katika kitabu wa Efeso 5 mstari wa 11. Andika. Efeso 5 mstari wa 11. Wala msishirikiane na matendo yasiyozaa ya giza. Sikiliza, Mungu anasema nini? Neno la Mungu nasema nini? Rudia tena, mtumishi wa Mungu. Wala msishirikiane na matendo yasiyozaa ya giza. Watu wa Mungu, neno la Mungu nasema wala msishirikiane na matendo ya nini? Ya giza. Bali uyakemee. Kama jinsi ambavyo malaika alivyomkemea shetani. Hakumwacha. Shetani anapoleta ndoto, anapoleta mawazo mabaya, anapoleta tamaa za dunia, simama mkemee shetani kwa jina la nani? La Yesu. Atafyata mkia.
sio kucheka na shetani. Unajua shetani amenipa ndoto, sasa mimi naonekana wewe kwenye mabaa sina vina gani. Unaanza na wewe kukimbizana na mabaa, unaanza kukimbizana na njia zilizo mbovu, unakimbizana na umalaya na ukahaba, unakimbizana na ndoto uliyoiona ya ajabu ajabu. Mkemee shetani kwa jina la Yesu. Watu wa Mungu hatustahili kushirikiana na nani? Na mambo ya kidunia, shetani. Haleluya, haleluya. Wakolosai 3 na mstari wa 2. Wakolosai sura ya 3 na mstari wa 2. Biblia inasema, ndio, yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Fikiria yaliyo juu, wala msiwe na mawazo ya mambo ya chini. Mstari wa 3. Ndio, kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Mlikufa na uhai wenu ukafichwa na nani? Ndani ya Kristo. Kwa hiyo fikiri yaliyo ya Kristo, fikiri yaliyo juu, fikiri ya mbinguni. Usiwazie mambo ya chini hapa duniani. Mambo ya hapa duniani ni mambo yaliyo mabaya na ni mambo ambayo yanaishia kwenda jehanamu. Wa baba, wa mama, mabinti, vijana, kanisa, ni wakati wa kufikiria mambo aliye juu. Tufikirie mambo ya kimungu. Kama na huduma yako, boresha huduma yako, fikiria namna ya kimungu. Matendo yako, fikiria kutenda kwa ajili ya Mungu. Maisha yako, mwenendo wako, fikiria kutembea katika mwenendo wako ulio safi, unaolingana na unaokupeleka katika uzima wa milele. Usiwazi ya duniani, usifanye ya duniani, wala usifikiria duniani. Dunia na mambo yote itakwenda kuishia mahali pabaya. Yakobo anasemaje? Yakobo 4 na mstari wa 4. Yakobo 4 mstari wa 4, Biblia inasema hivi: enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Jamani, neno la Mungu anasema katika kitabu cha Yakobo, kuwa rafiki wa dunia. Nataka uelewe, wewe ambaye unapenda dunia, unapenda anasa, unafanya mambo ya anasa, ujia kwamba hayo unayoyafanya ni mambo ya kidunia. Na mtu anayefanya mambo ya kidunia amekuwa adui wa nani? Amekuwa adui ya nani? Mbona husemi mpendwa? Asema kwa sauti, kwa ushindi. Umekuwa adui wa nani? Amekuwa adui wa Mungu. Achana na mambo ya dunia. Mambo ya dunia yaache. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 2 mstari wa 15 na 16. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 15 hadi 16. Biblia inasema, ndio, msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Msipende dunia wala mambo yaliyoko katika nini? Katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Kumpenda Baba hakumo ndani yake. Usidanganyike mpendwa. Maana kila kilichoko duniani, yani tamaa ya mwili, tamaa ya macho, na kiburi cha uzima, havitokani na Baba. Hivyo havitokani na Baba wa mbinguni, havitokani na Yesu Kristo, vinatokana na nini? Na dunia. Na watu wanasema tunataka kwenda na dunia. Dunia inavyotaka, tunataka twende na dunia. Tukimbizane na dunia. Kimbizana na dunia, lakini ujue ya kwamba hayo mambo ya kidunia hayawezi kukufanya wewe, mama, binti au kijana, kuingia kwenye ufalme nani? Wa Mungu. Tuangalie Tito 2 na mstari wa 11 na 12. Tito, kitabu cha Tito 2 mstari wa 11, mstari wa 11 hadi 12. Biblia inatuambia, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote, imefunuliwa. Nayo yatufundisha kukataa ubaya. Hii neema, yani Yesu Kristo
tuliyepewa, tuliyofunuliwa hii neema, yani Yesu Kristo, mafundisho yake, tabia yake, maneno yake, mwenendo wake, maisha yake yanatufundisha kukataa mabaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki, ili tuishi kwa kiasi na haki na utauwa. Tuishi na utauwa, manake utakatifu katika ulimwengu huu wa sasa. Wako watu wanasema hakuna watakatifu, na hawataki wao watakatifu, na hawataki waishi katika maisha ya utakatifu. Lakini nataka kukuambia, maandiko yanasema Mungu na anapendezwa na watakatifu walioko wapi? Kitabu gani hicho? Zaburi? Ili tuambie, waandike. Haleluya. Lakini somo langu tutakwenda kumalizia na Mathayo 24 na mstari wa 11. Zaburi ngapi umeshaipata? Kama hujaipata tuendelee na Mathayo 24 na mstari wa 11 tunamaliza. Zaburi 16 mstari wa 3. Zaburi 16 mstari wa 3. Biblia inasema, ndio, watakatifu walioko duniani ndio walio bora. Hao ndio walio bora. Hao ndio unakutana na jitu au na mtu anakuambia hakuna watakatifu duniani. Unataka kupamba ili kusudi uwe rafiki wa dunia. Watu hawataki kuwa marafiki wa Mungu. Mungu anasema ya kwamba watakatifu duniani, hao ndio anapendezwa nao. Kwa hiyo mtu wa Mungu, mahali pale ulipo baba, huu ni wakati wa kutengeneza mambo yako. Mungu anakujua kabisa. Una jina lililo hai, lakini umekwisha kufa. Bado Mungu amekupa nafasi, amekuvusha, amekuingiza mwaka 25. Mungu anataka uimarishe. Kama kuna jambo ambalo linataka kufa, unaona yeye kusukuma kwenye uzinzi, na kupeleka kwenye usherati, na kupeleka kwenye mambo ya uganga wa kienyeji, na kupeleka kwenye mawazo ya kipumbavu, hilo liteketeze, likemee roho hiyo, ikatae roho hiyo. Mwambie Yesu, naomba uniumbe, unifanye kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama sasa ni mapya. Nataka niwe fani mpya, nataka niwe kiumbe kipya. Ya kale yamepita, nataka niishi bila ushoga, nataka niishi bila uzinzi, nataka niishi bila uongo, nataka niishi bila kwenda kwa waganga wa kienyeji. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kemea hizo roho, zikatae. Haleluya, zikatae. Anasema Bwana, watakatifu walioko duniani, hao ndio napendeza nao. Jitahidi baba, mama, binti au kijana, hata kama dunia inakataa, lakini wewe ujikubali nafsi yako kwamba mimi nitaishi katika maisha ya utakatifu, ya kumcha Mungu, maisha yenye furaha. Na baada ya hapa dunia, unapokelewa mbinguni. Mbingu zipo zinasubiri, malaika wapo wanasubiri watakatifu watokao wapi? Duniani. Hao watu wanatoka wapi? Ni wale waliotoka duniani, ambao Mungu anapendezwa nao. Tengeneza mambo yako. Usiishi maisha ya kihuni tu, mambo ya ajabu tu. Sikiliza mtu wa Mungu. Mungu anakuambia jiepushe na anasa, jitenge na anasa. Ndugu, wachawi wanawanga usiku, lakini mchana wana taarifa natoka. Mchawi wa kutisha. Fanya mambo yako, lakini ujue Mungu yuko pale. Jicho lake liko pale, anamwangalia mwanadamu. Jitenge na dhambi. Tumesema mstari mmoja tukumaliza, Mathayo 20 ngapi? 24 na mstari wa 11.
Tumalize huo alafu tumshukuru Mungu. Mathayo 24:11 Biblia inasema, ndio, na manabii wengi wa uongo watatokea, na manabii wengi watatokea, na kudanganya wengi, na kudanganya wengi. Endelea. 12. Ndio. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Upendo wa wengi utapoa. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho, lakini mtu atakayevumilia mpaka mwisho, ndiye atakayeokoka. Huyo ndiye atakayeokoka. Bwana apewe sifa. Sasa hivi unaokoka, lakini wokovu wako utadhihirishwa siku ile na nani? Na Kristo. Biblia inasema atakuwa na kitambaa kwenye ile lango, mji ule, atakuwa akifuta machozi. Mwanangu, ulivumilia, ulishinda dhambi, ulishinda uovu, ulishinda mambo ya nasa. Wenye dhambi walikushawishi, shetani alikushawishi, na yako mafundisho ya mashetani katika siku za mwisho. Yako mafundisho yanakwambia fanya ushoga. Wamesahau ushoga waliofanya kule wapi? Sodoma na Gomora, wakafa. Lakini manabii wa uongo wanakwambia fanya ushoga. Ndivyo shetani mwenye hila alivyokuja. Mungu amemwambia Adam na Hawa, mtakapokula mtafanya nini? Mtakufa. Sasa muongo yeye anakuja anasemaje? Eti vipi mkila hamtakufa? Sasa tungelikuwa watu wanadundika, labda watu wapo tunawaona, huyu ndiye Adamu, mtu wa kwanza na nini. Sasa tutakwenda kumwona huko mbinguni huko, na wengine hawatamuona milele Adamu yuko namna gani. Lakini natamani sana mimi nimuone nani? Adam na Hawa. Haleluya. Hawa ndio ambao walifanya tunahubiri duniani. Hao ndio waliofanya basi katika hali hiyo. Kwa hiyo mtu wa Mungu, epukana na anasa. Epukana na anasa. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Tusimame. Karibu praise. Leo